Kwanza kabisa tutaenda hapo kwenye Google yetu, alafu tutaandika Brunei Dar es Salaam scholarship hiyo hapo, alafu tutaisearch. Itakayokuja ya mwanzo hapa itakuwa ndio hiyo scholarship yenyewe pa kuombea. Kwa hiyo tutaibonyeza. Tukishabonyeza itafunguka page hiyo hapo, ambapo sisi tutabonyeza hii ya mwanzo subscribe hapo. Tukishabonyeza itafunguka page hii hapa, ambayo page hii sasa ndo tutakayotumia kuombea hiyo scholarship yetu. Jambo la mwanzo hapo tunatakiwa kufanya ni kutia email yetu, ambayo itawafanya wao watutumie password. Kwa hiyo mimi nitatia email yangu hapo, alafu watanitumia password. Nimetia email yangu hiyo hapo, kwa hiyo nawaambia send OTP. Utaona hapo wamekurushia kwenye email yako OTP, ambayo itakuwa kama ni namba au herufi 6, uje uzitie hapa 6C. Kwa hiyo naitia hapo, alafu naandika go. Ukishatia zile password zako, utaletwa moja kwa moja kwenye system, ambayo itakuja email yako uliyoitia pamoja na hiyo application yenyewe. Sasa wewe ni mtu mpya, kwa hiyo utajaza new application. Moja kwa moja itakuleta hapa, ambapo itakupa information kuhusu scholarship yenyewe. Hapa patakwambia kama je, requirement gani wanahitaji ili wewe kukidhi hiyo scholarship, application unaiombaje, na baadaye na mambo mengine. Kwa hiyo scholarship, tukianza hapa scholarship information, wanatuambia kwamba scholarship hii inatokana na serikali ya Ujerumani kwa mwaka 2000. Scholarship hii inatokana na serikali ya Brunei kwa mwaka 2026-2027. Vyuo ambavyo vinapatikana scholarship hii, ikiwa kwa diploma, ikiwa kwa degree au kwa master, ni vyuo hivi hapa, na mwaka wa masomo unaanza Julai au Agosti 2026. Tarehe muhimu ni tarehe ya 15 Disemba ambayo ndio application hii imetoka, na 15 Februari ambayo application hii ndio mwisho wa kupeleka, na mwisho wa siku na matokeo yataanza kutoka kuanzia tarehe 1 Juni. Ili kuomba application hii unatakiwa uwe na vitu hivi hapa. Unatakiwa uwe na passport photo, lakini yani ile passport size picha ile, lakini pia uwe na passport ile ya kusafiria pamoja na cheti chako cha kuzaliwa, au uwe na NIDA, uwe na certificate ya kuonyesha kwamba unajua Kizungu kwa wale ambao wamesoma masomo yao kwa lugha ambayo sio English. Lakini kama kwa mtu umesoma form 4 yako au form 6 kwa lugha ya Kiingereza kama sisi Tanzania, basi inakuwa hii haikuhusu wewe. Lakini pia uwe na vyeti vyako ambavyo umemalizia masomo, vikiwemo vile vyeti vyako vya NECTA, matokeo yako, achievements nyingine ulizozipata. Lakini pia kama umeajiriwa, pia uwe na cheti cha kwamba umeajiriwa. Kwa wale ambao wanataka kwenda kufanya masters, basi pia waweke research proposal zao tayari. Unahakikisha kwamba unacheki kila ulichokuwa unacho hapo kabla ya kuendelea mbele. Kama unaomba vyuo hivi hapa, basi ukishamaliza kufanya application hii, uje tena hapa, uje uombe tena, yani upeleke maombi pia moja kwa moja katika hivyo vyuo ambavyo umeviomba. Ukishacheki hapa kama mfano mimi passport ninayo, mimi passport photo pia ninayo, mimi nimesoma kwa English, mimi vyeti vyangu ninavyo, mimi ninafanya masters au sifa. Kama hufanyi masters hucheki, lakini kama unafanya masters itabidi na hapa pia ufanye nini, upa check. Unakuja zako hapa, unaandika proceed to application, yani hapo sasa ndo unaenda tayari kuanza maombi yako. Lakini kabla ya kwenda huko usiende tu moja kwa moja kabla ya kusoma hapa. Hapa ni muhimu kwa sababu hapa patakuonesha kwamba je, we unafaa au unajihangaisha tu kujaza hiyo application yako. Kwa hiyo inatuambia kuna masharti hapa ya kuomba. Kama wewe ni mtu wa diploma au degree, usizidi miaka 25, na mtu wa masters asizidi miaka 35. Lazima uwe unajua English au Kiingereza ili kuomba application hii. Yani uwe na vile vyeti vya English language, au upate hii grade C au credit 6 katika masomo yako, ambayo sisi hii kama mtu umepata A, umepata B kwenye somo la Kiingereza, umepata C, ina maana wewe tayari nini kwenye ile somo la Kiingereza, ina maana wewe tayari unajua Kiingereza.
Lakini pia jambo jingine lilotuhusu sisi hapa ni kwenye hii application procedure. Kwa hiyo hapa wanatuambia kwamba mwisho wa kuomba maombi ni tarehe 15. Hakikisha unasoma information zote kuhusu courses na programs, kwa sababu ukishaomba program fulani hutoweza kuibadilisha kama ukipata. Lakini pia unaweza ukaambiwa kwamba uende sehemu fulani ukafanye mtihani wa kizungu, au wanaweza wakakupa wao wenyewe mtihani wao ufanye ili wajihakikishie kama kweli unajua Kiingereza. Lakini pia serikali ya Brunei ina uwezo wa ku-reject application yako bila sababu yoyote. Wao wenyewe tu wakihisi kwamba kuna kitu mwadanganya wakai-reject, hawana shida ya kukupa explanation kwa nini wame-reject. Documents hizi utahitajika uzi submit wakati unafanya maombi yako. Lazima documents zako zote kwanza uzipeleke kwa mwanasheria akazipige muhuri ili wao waweze kuziamini kama hizo document hujazifoji. Kwa hiyo upeleke kopi yako ya pasipoti, upeleke kopi yako ya cheti cha kuzaliwa au NIDA, upeleke uwe tayari na academic zile vyeti vyako vya NECTA, matokeo yako uwe nayo. Lakini pia kama mfano ulisoma kozi zako au vyeti vyako vipo kwa lugha nyingine, mfano kwa Kiarabu au kwa vipi, basi lazima kwanza vikatafsiriwe kwa Kizungu alafu vipigwe muhuri ili wao waweze kuvikubali. Kama mtu ambaye hajasoma kwa Kiingereza, basi lazima awe na ile certificate ya English proficiency awe nayo ambayo imepigwa muhuri wa mwanasheria. Kama umeajiriwa, lazima vyeti vyako viwe certified kwa mwanasheria, uwe na reference na recommendation letter kutoka kwa watu wako ambao wanataka kukufadhili. Lakini pia uwe na research proposals kwa wale ambao wanataka kwenda kufanya masters, lakini kwa wale sio wale masters by thesis bali wale masters by research. Tumeona hapo Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo sasa itakuwa tayari tushajua kila kitu. Terms and conditions hapo wanakwambia tu kwamba kama watakulipia kila kitu, makazi, yani hii ni full funded, kila kitu watalipa wao. Lakini pia kila mwezi utakuwa unapewa dola za Kibrunei ambazo kwa Kitanzania ni sasa na 1,300,000 kwa ajili ya kujikimu chakula mwenyewe na mambo yako mwenyewe unayotaka. Na kila mwaka utakuwa unapewa dola karibia dola 500 hivi za Marekani zinazozamia dola 500 kwa ajili ya mambo ya stationery na vitu vingine. Lakini mambo ya school fees mambo ya laboratory na mambo mengine wanalipia wao wenyewe. Utalipiwa pia mambo ya insurance na mambo mengine na kadhalika. Lakini hutakiwi kwenda na familia yako huko, wala hutakiwi kwenda kupata mimba huko na mambo mengine, wala hutakiwi kwenda kuajiriwa, yani utakuwa ukashughulikie masomo tu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa tunarudi pale kwenye application procedure. Kwa hiyo tushatiki kama mimi tayari hivi vitu ninavyo, unakuja zako hapa mwenyewe proceed to application. Hapo sasa ndo tunaenda, uchajihakikishia kama wewe una kila kitu hapo, ndo unakwenda kufanya maombi. Angalia video inayofuata ili sasa tuwe pamoja kwa wale ambao tayari wamekidhi vigezo, tukafanye maombi kwa pamoja.